jamaa. Vipi? Kulikoni mbona mbio hivyo? Brother. Nimekutana na yule mkuu hii maya. Mtabibu? Yeah. Hebu njoo. Leo nimekutana na yule mkuu wa hii maya. Mtabibu? Yeah. Kanitishia sana. Kanitishia hadi kuniua endapo sitaacha biashara zangu za vipodozi. Rafiki yangu, nilikwambia sana. Kwenye utawala wetu kuna mila na desturi. Na hii biashara unafanya sio utamaduni wetu. Hebu angalia leo wanawake hivi. Wametoka nje kabisa utamaduni wetu kwa sababu yako. Na ushukuru Mungu amekwambia hivyo. Ila mara pili sina uhakika vizuri. Sasa brother, yani kama amenitisha hadi kuondoa uhai wangu. Bwana niachie mtaa wenu brother. Mimi naondoka brother. Iwe kweli ndugu yangu. Tutakutana tena brother. La sivyo jua la kesho utaliona wewe. Chuma. Nini? Hivyo unatambua kwamba mimi nakupenda? Oli. Ni mara ngapi mimi nakwambia kwamba sikupendi na pia sikuhitaji? Shida nini wewe? Sasa mimi nakupenda Chuma. Oli. Kwenye imaa sijazaliwa peke yangu mimi mwanaume. Kuna wanaume wengi kibao ambao unaweza kuwapenda lakini sio mimi. Chuma, naomba nielewe Chuma. Tambua mimi nakupenda Chuma. Chuma nakupenda na kuomba Chuma. Nisikilize Oli. Ninapozungumza na wewe kwa upole siku zote. Sio kwamba labda unaweza kupata nafasi kwamba mimi naweza nikakufikiria yazo nikakupenda. Sio kama unanielewa. Mimi sikupendi, labda sikuhitaji. Hebu niachie bwana. Hivi kweli mtabibu bado anahitaji kumtisha mdogo wake kuwa mtabibu wa hii maya? Licha ya kuwa mizimu imemkataa, lakini bado anang'ang'ania. Nakumbuka niliambiwa kwamba ukiona kiza kimetanda mchana, basi ujue huyu hastahili kuwa mtabibu. Mungu, naomba uniongoze kukomboa kijiji changu. Sijui hata nafanyaje. Sasa hivi naona kiza kimetanda. Ngoja niende nyumbani. Kesho nitajua cha kufanya nini. Habari Jalelo? Nyafu. Samani dada, hivi nilikuwa nakuja kwako. Niambie. Nimekuja kukuomba. Ni siku nyingi sana nimekuona na Chuma. Na Chuma ni bwanangu. Na nampenda sana. Nilikuwa naomba tu uniachie Chuma wangu. Hebu kwa check. Kiufupi mimi sije kuwa mahusiano na Chuma. Kweli dada? Kweli, nikudanganya nini? Sijawahi fikiria. Sijawahi kuwaza kuwa na mchumba wako Chuma. Kwanza Chuma mimi anifai. Kwa hiyo sijawahi kuwa na mahusiano naye yoyote. Afadhali. Maana Chuma mimi nampenda. Nampenda sana. Asante sana dadangu. Hivi sijui nikupe zawadi gani? Hivi maembe unakulaga? Nakulaga. Nitakuletea ndugu yangu. Sawa. Nilikuwa nakuja kwako lakini ngoja turudi wote. Sawa. Sawa.
Habari ya leo mzee. Nyafu. Niambie mzee mzangu. Mzee, hivi unavyoniona huu mguu ulikuwa nakuja kwako. Kulikoni? Karibu. Vipi hali ya hewa jana hujaiona hali ya hewa? Maana imenitisha sana. Nimeiona. Na tusipokuwa makini na hichi kijiji, sawa, tunaweza tukateketea wote. Nikiwa na maana kwamba tusipoziba ufa, tutajenga ukuta. Kwa sababu gani? Nachohisi yule mtabibu anataka kumlisisha utabibu mdogo wake. Jambo ambalo ni makosa, ni jambo ambalo alipo kabisa kikanuni. Sasa hii ni hatari kwa sababu hili jambo lishatokea hata zamani. Kasababisha baadhi ya wazee wetu kijijini hapo kafutwa hapo. Hilo swala lishasimuliwa. Hiyo hadithi ilisimuliwaga. Kwa hiyo sasa hapa tutafanyeje? Maana hili swala sasa inaonekana ni zito. Tusipolitolea macho tunaweza tukaangamia, tukawapoteza wazee wetu kijijini. Kwanza nashukuru kwa kulifumbua hili. Nilikuwa gizani, nashukuru kwa kuniambia hili swala. Lakini mimi haina shida, mimi nitaenda kumuelekeza. Nitaenda kuongea naye. Basi ni jambo jema. Nitaenda kuongea naye kwa sababu ni swala hatari. Hili swala ni shida. Maana jana nimeshangaa sana. Ondoa shaka mzee mzangu. Mimi nitaenda kuongea naye. Nitamwambia. Basi mimi sababu nilikuwa nakuja kwako, tumeonana hapa njiani, basi mimi naweza nikaishia hapa. Maana mimi mwenyewe nataka nifike hapo. Lakini sio mbona tunaweza tukaongozana tu. Basi twende. Bwana, akanisimamisha, akaanza kuniuliza, sijui eti unatembea na bwanangu, sijui unatembea na mchumba wangu. Mchumba wake mwenyewe yule Chuma. Mshoga wangu. Huyo mdada gani kwanza? Ni yule mdada, hata simjui. Haumjui jina? Kwa kaanza kuambia Chuma nani yangu. Hajielewi. Shoga wangu. Kwanza wewe ukamwambiaje? Ndio nikamwambia mimi Chuma sijaimpenda, sijaimfikiria, sijaimfanya chochote kile. Na sihitaji kuwa na mahusiano naye. Kwanza hajui kwa pisi ya kijiji. Sijui. Utaanzaje kutoka na Chuma mtu hapa kijijini? Utaanzaje? Kwanza alianzaje kwanza? Yaani angekuwa yule mdada kanifuata mimi, sijui ningemfanyaje ati. Kwambia wewe unatoka na Chuma. Ajielewi. Habari dada. Nofuela kaa hapo. Karibu. Mzee, mimi nina shida. Kuna kijana nampenda lakini yeye hanipendi. Umewahi kumwambia? Ndio, nimewahi kumwambia mara nyingi sana lakini napo anitaki. Mimi nitakusaidia. Asante. Leta mikono. Sasa hiyo dawa natakiwa inawe. Huyo kijana unafahamu anakoshinda? Ndio, nakufahamu kabisa. Inatakiwa uende pale alipo, umpige kibao. Hiyo mikono utakiwi kusalimiana naye mtu yoyote yule. Sawa, nimekuelewa. Umenielewa Nimekuelewa mzee. Na sadaka utaenda kumpa mama yako. Asante. Aya. Ndio hivyo Eda. Kama nilivyokueleza. Nimeshindwa kujizuia jinsi ninavyompenda rafiki yako. Imefikia hatua nakosa furaha, nakosa amani ndani ya moyo wangu. Na nimekufuata wewe ili nikueleze ni jinsi gani ninavyompenda rafiki yako na ukanifikishia huu ujumbe
jinsi ninavyompenda. Tafadhali. Kwa jinsi ninavyomjua yule pale Vero, sidhani kama atakukubalia, maana Vero mimi namjua. Nategemea msaada kutoka kwako. Ila sidhani kama atakukubali. Mmemaliza? Hapana. Mmemaliza kikao mlichoniwekea? Hapana Vero, sio kikao. Alafu na wewe unatafuta nini mimi? Mimi wewe mpenzi wako? Mimi wewe mchumba wangu? Unanitangazia kwa mke wako anakuja kunifuata mimi. Mimi wewe mpenzi wangu? Hapana Vero. Naomba usinitafute. Sijakutangazia. Mimi sikutaki nimekwambia. Sikupendi mimi nimekwambia, umenisikia? Chuma, usinitafute. Na wewe rafiki gani unakuwa mnafiki? Urafiki wetu nataka uishie huko Hapana Vero, sio hivyo. Vero, nisikilize. Afu na Chuma. Yaani mimi nagombana na Vero kwa sababu yako. Acha ushamba, mimi sijapenda kugombana na rafiki yangu kisa wewe. Sijui ukoje. Hebu niache. Achana na mimi. Eda. Bana, mimi naumia sana kuiona hii tabia kwa kweli. Kwani nini? Yaani naumia sana. Nisipoteze muda. Unamfahamu kijana mmoja anazungukaga hapa kijijini kwetu kwenye hii maa yetu ya Kateule. Na ukimtazama mavazi yake ni tofauti kabisa na sisi. Amebeba kifungashio. Kile kifungashio inasemekana anauzaga urembo wa wanawake. Mule ndani amebeba huo urembo wa wanawake. Sio, unanielewa? Nakuelewa, Sasa toka amekuja yule ndugu yangu, madada zetu hapa kijijini wamekuwa waajabu, yani wamebadilika. We, unamsemea kama navuta kumbukumbu kama nimewahi muona. Si anabebaga kitu fulani mgongoni? Ndio. Kumbe ndio huyo ambaye anaharibu madada zetu hapa kwenye hii maa. Naona Kateule. Yaani nimekuwa hatua, nimepita nimeonana na mdada fulani. Yaani amejilemba, yani sijui amejipaka nini yani mdomoni yani. Hapo umenikumbusha ndugu yangu. Unamkumbuka yule mchumba wako? Nani? Mchumba wako unamkumbuka? Ushaanza wewe. Oli, umemsahau Oli wewe. Najua hata kwa saizi huwezi kumkumbuka. Yaani Oli kabadilika, kawa na nywele za ajabu. Nyeusi sio nyeusi. Nyekundu sio nyekundu. Ushaanza mambo yako mimi nakwambiaga kila siku. Ila sasa sikiza, wewe unavyoniambia mchumba wangu yule, mimi sio mchumba wangu naye. Yule sio mchumba wangu. Mimi unanikataa. Kila siku afu ananitafuta, kila siku ananitaka mimi, lakini mimi namkataa. Na sijawahi mkubalia. Kila siku nimefikia hatua mpaka sasa unavyoniona, yani mpaka namuogopa kwamba naweza kanikodishia hata majambazi jinsi ninavyomkataa. Sikukatai.